Na mtazamaji, karibu tena kwenye West TV Staftahi hii awamu ya pili, na tutakuwa tunazungumza tu masuala tofauti. Asante sana mgeni wetu Clapperton Simiyu Muchanga. Yes. Rafiki yangu Viano ama mwelekezi wangu anakuita Pasi, ameniambia Pasi. Nafika wakati wowote kutoka sasa. Karibu sana mchungaji. Na leo nilikuwa katika mazungumzo fulani na tulikuwa tunazungumza masuala tofauti kuhusu vijana. Ikawa kwamba kuna uhusiano finye sana ama kidogo sana kati ya vijana wenye umri wa miaka 19 na 27, uhusiano wao na wazazi. Na ni jambo ambalo linachangia sana wengi wa vijana kupotoka na wanajiingiza kwa masuala tofauti, masuala ambayo sio mazuri, kama vile utumiaji wa dawa za kulevya, kukosa hata heshima kwa wakubwa. Ni masuala ambayo yalikuwa yanazungumzwa sana kwa kina. Na wanasema jambo kubwa ambalo pia linachangia, nasema kwamba vijana wengi wamesoma kuliko wazazi. Sijui maoni yako ni yapi? Asante. Kwa majina naitwa Reverend Clapperton Simiyu Muchanga. Ninakaa hapa town Bungoma na hudumu na kanisa la Bungoma Baptist. Nimeoa, nimebarikiwa na familia, niko na vijana kategori ile unasema ya miaka 30, 27, 22, 18 na 15. Wale watoto ina hiyo mimi niko na wao. Na nataka kusema kwamba mara nyingi sisi huongelea mambo ya kijamii na jinsi tunaweza kusaidia jamii yetu ikaweza kuwa katika mazingira bora, na tupe watoto wetu atmosphere ambayo wanaweza jisikia wako nyumbani na wajisikie kwamba ni wa maana katika maisha yao. Kwa hivyo swali ambalo umeweza kuuliza ni kweli, vijana wanapoendelea kuwa katika umri, unakuta kwamba wanapofika miaka ya adolescent stage, wakiwa wadogo wanakuanga marafiki wa wazazi. Chenye watataka kwa mzazi ataenda bila kuogopa, ataenda achieleze, apewe. Ataenda achieleze, convince mzazi ampe. Hata zingine labda chenye wanataka hata kiko sawa, lakini hata ogopa kwenda kusema. Lakini miaka inapozidi kusonga, wakifikia miaka 15, anaanza kuingia stage, adolescent stage inapoanza kuwa hit, sasa wanaanza kuwa na mixed reaction. Wanaanza kujisikia ni sawa ama si sawa. Anaanza kuona akuwe huru ama si huru. Kama ni msichana, mara nyingi wasichana wanapenda kuassociate na kina baba. Na fulana wanapenda kuassociate sana na kina mama. Unakuta kwamba kijana akitaka kitu hataenda kwa baba, sasa direct ataenda kwa mama. Na akienda kwa mama itatoka kwa baba na itamfikia. Lakini akienda kwa baba, saa nyingine machibu, wazazi wengine wanaona hao wameanza kuwa kama wanaume. Sasa wakianza kuona kama wanaume, machibu yenye wanawapea unakuta kwamba inawashusha vijana, boys. Inawafanya wanaanza kujisikia kwamba ni kama baba tubendi, ni kama baba anatuona kama ni age mate ama yani kawaida mwanamume sasa. Umeanza kuwa mwanamume sasa. Wanatarajia kuona kwamba mwanamume anakuongelesha kama mwanamume, ufanye vitu kama mwanamume, lakini ile hali huyu ni baba yangu. Wewe bado ni mtoto. Mimi bado ni mtoto na huyu ni baba yangu. Sasa baba akianza kuniambia wewe kama mwanamume enda huko aje kunisumbua, nina vitu vingine ya kushughulikia, hiyo already ni kikwazo kwa kijana. So kijana utaona kwamba anaenda kwa mama. Na kwa mama akienda, mama anaonanga mtoto ni mtoto. Hata akiwa namna gani, mama anaona mtoto ni mtoto. Anajua akipita hiyo njia atapata. Na unakuta kwamba sasa iwapo ataenda kwa mama na mama afike mahali akose kumtambua ni mtoto, watoto sasa vijana wale watakosa sasa support. Kama baba wanajua hata msaidia, ameenda kwa mama, amesema rudi kwa baba. Kijana sasa anakosa pa kwenda. Na kijana akikosa pa kwenda, anatafuta plan B. Na wakienda katika hiyo plan B, utakuta kwamba sasa wanaanza kutembea na watu wenye wanawaadvise katika njia yenye watapenda. Maana akimwambia kama sasa wasikii sisi ni wanaume tunaweza survive. Wanaume tunaweza fanya vitu zetu. Na sasa unajua umewapea platform kujiona wewe ni mwanamume. So kumaanisha yenye wanafanya wazazi wasifuatilie, maana tayari kama technically wamewakataa. Sasa unakuta kwamba anatafuta
group yake wenye wanaweza kumsikiza, na wakimsikiza always na mashauri yao itaweza kuelekeza katika njia labda si mzuri. Wengine inaweza kuwa mzuri, lakini wengine inaweza kuwa labda mashauri yao itakuwa mbaya, itawaelekeza waingie katika njia ambayo si mzuri, vikundi ambao si mzuri, tabia ambayo hakukuwa nayo naanza kuona kijana ako nayo. Unajiuliza ilitoka wapi? Ni wakati wewe baba ulifika mahali ukaanza kumwambia wewe umekuwa mwanamume, fanya vitu kama, akakosa kukuwa na connection. Yeah. Na kuna hili jambo na ambalo pia lilijitokeza, inasemekana kwamba sasa nyinyi kama kanisa pia mumekosa kuwajibika kabisa. Ukiangalia jinsi ambavyo mambo yanaendeshwa na vijana, utapata kwamba kuna vijana wengi sana ndio wapo katika kanisa, lakini ukiangalia maadili yao, yale ambayo wanatenda, unasema kwamba wengi wa wachungaji pia mumekosa kuadimika. Ni kweli? Kwa sababu kijana yule anayekuja kwako si mtoto wako. Ana baba yake, ana mama yake. Wewe ni baba wa kiroho tu. Mimi ni baba wa kiroho tu, na anapokuja ana msingi. Akija na msingi wenye ametoka naye nyumbani, huo ndio msingi wake. Kwa hivyo anapokuja hapa lazima akubali kuchange. Lakini anakuja achakuwa tayari kujifungua, umuelewe shida ya huyu ni hivi, na ukaweze kumsaidia, umtoe kwenye yako asonge kiwango kingine. Unajua vijana wengine anakuja ako kanisani lakini na msimamo wake ule ule wa nyumbani. Lakini kuna mmoja anaona hapana, hii naona kama niko na nyanyasa. Mfano tu vile tumeongea, baba na mama have done this, na naona ni haki yangu wanifanyie hivi. Mchungaji nisaidie. Mchungaji ataelewa, kama ni hivi tunahitaji kufanya hivi, unahitaji kuheshimu, unahitaji kuwaelewa, na tunahitaji kufanya hivi step 1 step 2. Ili wakaweze kuwaelekeza, wawaelewe, wachukue from kwenye wako, waanze kusonga na wao. Na aanze kumwambia kando na hiyo pia sisi ni wazazi wako. Challenge yenye unapitia hii, this how we can go about it. Unaona atapata rafiki. Ataanza kupata rafiki kwa mchungaji. Anaanza kuona mchungaji anamuelewa, na atakuwa tayari kufunguka asaidiwe kutoka katika hiyo rejection ama kukataliwa amekwama ndani, aanze kuona upande mwingine. Na akienda katika hiyo njia utakuta kwamba hiyo kijana anapona, anabadilika. Alitoka nyumbani, alikuja ako frustrated, amefanya uamuzi mbaya, anafika mahali anakiuka. Kwa hivyo kijana kuja kanisani, watakuja dakika 30, watakuja muda 1 hour 2 hours, tutawahubiria, tukimaliza waende nyumbani. Habari nyumbani mzuri, unaendelea? Anasema mzuri. Mchungaji hivyo basi. Mchungaji mimi nikiwa mdogo tulikuwa tunaenda Sunday school. Yes. Na hata nikiwa mtu mkubwa naenda kanisani. Yes. Kuna watu wengi sana watamsikiza sana mchungaji, hata vijana watamsikiza. Mimi uketi na vijana nasema kwamba mimi nitasikiza pastor hata kuliko mzazi wangu. Ni kweli kumsikiza watamsikiza, lakini vile nimesema mpaka atanyenyekea sana. Mpaka ajifungue. Unajua mpaka mtu akitaka kupona, kama ana uvimbe, mpaka atache uvimbe iko hapa. Ukifinya hiyo uvimbe atapona. Lakini amekuja babani mtanyenyekea, lakini ndani mwake chenye kiko akwambii. Anakuja anakuambia babani iko na shida wapi? Hapo chini. Chini wapi? Chini. Mchungaji akiangalia chini hasemi. Kumbe ametembea vibaya na shida kwa mwili. Sasa mpaka wanapokuwa karibu na wachiachilie, wawe huru kuongea intimately. Wakuwe huru kusema yenye wanaepitia. Maana vijana wakiwa katika hiyo umri kuna mambo mengi naendelea. Kuna new discoveries wanafanya. Kwa hivyo mpaka akuwe tayari kusungumuza. Akiwa kwa mchungaji, mimi huwa nawaita mikutano. Hata kama wenye wanataka kuoa na kuolewa, nawaambia kwamba tunaona sasa karibu mna cross over to the next level. Tell me, what's your plan? Share with me, what's your vision? Umepata kama mtu msichana ama fulana, ni nini maendeleo gani mnafanya? Utaratibu gani mko nao? Unajua sasa ukinject ndani mwao wenye wanataka kupona, atakwambia baba, kuna kijana fulani ananipenda, naona kama ananipenda ama ananitaka, na chinzi ananipeleka namna hii. So namwambia kama ni hiyo basi, unachohitaji kufanya, usifanye vitu kwa kujificha, na usiwe enticed na vitu ambazo uende kwa kona yenye utakuwa compromised, labda kuchezea ujana wako. Kama ni rafiki yako, fanya vitu in the public. Kama ni kuenda mtembelee kwenye unajua kwamba it's not compromising nafasi mpaka wakati utakapotimilika. Lakini akwambia kwamba wewe nimekupenda, next week twende Mombasa.
what is going to happen there? Unaona mlango utakuwa mfungwa. Sasa mwingine, kijana mwingine ama msichana mwingine hata kwambia atanyamaza tu, maana ana date ya Mombasa, ana date ya Uganda, ana date ya Kisumu. Lakini mwenye anataka kupona ataongea wasiwasi, na utakuta kwamba unaweza kumsaidia. Mwingine atakwambia ndio niko na uhusiano, lakini mwenye na uhusiano na yeye ni bibi ya mtu ama ni bwana ya mtu. So out of that unaweza jua jinsi ya kuweza kumsaidia, lakini wengine wananyamaza naye. Kwa hivyo vijana kuzungumuza, wanapozungumuza watapewa nafasi ya kuweza kusaidia, iwe kanisani iwe nyumbani. Ndio wanajifanya wanakaribia kanisani sana, wanajifanya kanisani, ndio hapo ni platform yenye wanastahili kuwa huru zaidi na kuongea yote na wasaidiwe. Na wakikataa kuongea, hautamlazimisha sema hapana. Lakini wengine wanaogopa, wanasema kwamba nyinyi mnatoboa hadi siri zao. Sasa hiyo itakuwa weakness ya siri. Hiyo itakuwa weakness ya mchungaji huyo. Kwa sababu yale tunayosoma na viapo tunazofanyiwa wakati unaapishwa kwa mchungaji ama mtumishi, haustahili kuweza kushiriki mambo ya mtu na mtu mwingine. Inapaki yako na huyo na Mungu. Mwenye unaweza kumwambia ni Mungu, ueleze shida zake kwa Mungu. Na kama kuna ushindi kwa jambo fulani na mwenyewe pia amejisikia, ni yeye anastahili kulisema. Lakini hauwezi kusema eti umekuja tumezungumza kwa jambo fulani, nimeweza kuelekeza, nimeweza kusaidia, alafu nianze kusema hata nilisaidia nani, hata nilisimama na nani. Hapana. Haitaweza kukua vizuri. Kwa hivyo ombi langu ni kwamba tukaweze vijana wakuwe huru, wakuwe wazi katika kila kitu, na wataweza kusaidika. Siri zao yule mchungaji ama kiongozi ama mshauri ama counselor always anastahili kuweka siri ya mtu, kwa sababu hayo ni mambo yake ya kibinafsi, na alipoacha wote akaja kukuelezea, anajua kwamba utamwakilisha kwa Mungu. Mchungaji, there is this slogan ambayo inatumika sana na vijana. Kuna wengi hawaamini kanisa. Watakwambia kwamba we left church not God. Hiyo ni matamshi ambayo ya potofu. Kwa sababu anayesema aliacha kanisa si Mungu. Basi sasa Mungu huyo ambaye anasema ako naye anaendelea kuelekezwa namna gani? Mungu gani huyo mwenye anaongea? Maana katika tunapoongea kuhusu Mungu ambaye tunamwabudu, Mungu wa kweli ni Mungu ambaye anataka uhusiano kamili, anataka ushirikiano, anataka ukaweze kutumika katika umoja ule. Kwa sababu tunapokutana pamoja, wewe una kipawa cha kuimba, mimi na cha mashauri, mimi ni cha uombezi. Tunapokutana pamoja tunatiana moyo. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 133, ni jinsi gani wandugu wanapokutana pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta ya Haruni teremkaye katika kitevu chake. Na mahali pale Mungu huamuru baraka. Tunapokutana pamoja tukiomba, hiyo ni ushirika, na hiyo ni kanisa. Na Mungu umimina baraka zake tunapokutana katika ushirika. Lakini wewe umesema umejitenga, utaki kujiunga na watu, utaki kushirikiana na watu, utaki, kuna kasoro mahali. Wakati unakaa na vijana wengi, mchungaji, utapata wengi wakizungumza wanasema kwamba siku hizi kanisa ni biashara tu, ndio sababu ambayo sisi hatuendi kanisani. Na ni vijana ambao tunasema ni kati ya miaka 19 na 27, sababu wanafahamu kila ambacho kinaendelea. They are now mature people. Generation potofu. Hiyo ni generation potofu inayosema kwamba wanajua nini. Maana iwapo wanajua Mungu huyo anahitaji wakaweze kukua katika uhusiano, relationship na Mungu. Na akiwa katika uhusiano na Mungu, Roho wa Mungu aliye ndani mwako hata kuelekeza kujitenga, hata kuelekeza kwa mikawanyiko, hata kuelekeza kutafuta umoja, kutafuta kumjua Mungu, kutafuta kufanya mambo ya kusababisha ili watu wakaweze kumuinua Kristo zaidi. Lakini kama anasema siendi kanisa kwa sababu niliona kanisa fulani haikufanya vizuri, wamekuwa kama sasa wanahukumu kanisa. Lakini waseme eti wamekuwa na miaka ya kujua. Mambo haya yamekuwepo na itakuwepo. Uamuzi wa wokovu ni mtu binafsi, na kumjua Mungu ni mtu binafsi. Unafanya uamuzi na unaamua kujumuika katika ushirika ambao utaweza kusaidia kulelewa kiroho na kuweza kufikia kiwango cha kuweza kusaidia hata na wengine kupitia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ulionaye. Na ukidumu katika neno, unakuta kwamba tuna girls,
tukiwa na madini ambayo potofu, inatokana mtu alifika mahali akaamua, mimi nilipoenda kanisani yenye nisikia ilinitosha, I can also start my church. Yes. I can also start doing my own things. Lakini alipata one side of the message. One side aba ruka na scripture moja na anatembea na hiyo scripture. The Bible must be read wholesomely. And on the same, mchungaji umezungumza jambo zuri sana, na kuna wale vijana ambao wanajitokeza pia wanafungua makanisa alafu jambo la kwanza wanafanya wanajiita apostle, wengine wanajiita bishops, wengine wanajiita majina makubwa na ilhali ameanzisha tu kanisa lina pengine mwezi mmoja ama mwaka mmoja with very big titles. Iko hiyo maneno iko na tutajua kwa matendo yao. Kama mwenye ameanzisha ana mwito na Mungu amemtuma, give it time, utaona majaribu yanapokuja, maana hakuna huduma, hakuna kazi, hakuna ministry ikose kufanya nini, changamoto zitakuja, na changamoto zinapokuja sitaweza kuchucha, tujue makuku na mbegu kamili. Kwa hivyo changamoto zinapokuja sitaweza kuchucha. Utaona kwamba kweli huyu alianza kwa sababu ya msisimuko. Unajua msisimuko, yani mtu aliona tu mwingine alianza amefaulu, even I can start. Huyu ameanza sasa na kazi lake naenda vizuri, labda na pesa, labda kuna mambo fulani inafanyika. Pia anarukia mara moja ameanza. Unaanza baada ya muda fulani changamoto inatokea kanisani. Leadership, management, finance, mambo kama ya hayo. Spiritual attacks ambazo zinatokea mara nyingi. How do you handle them? Na kutoka hapo utakuta kwamba this is a person that has been called. Ana mwito wa Mungu. Anafanya kazi ambayo mwito uko ndani mwake. Na kusema eti majina kujiita, Mungu hunena na watu wake. Na kuna ile ya kuchiwekea, lakini kuna ndani mwake, unajua mimi nasema majority wanajiwekea tu. Mfano, wewe unasema wanajiwekea, lakini mfano tunaweza kuwa pamoja hapa. Tunapokaa na mimi, wewe ukikaa na mimi hapa, mimi nitajua ni mwalimu. Mimi nitajua ni mwinjilisti. Mimi nitajua ni mtume. Mimi nitajua wewe ni mchungaji. Mimi nitajua wewe ni whatever. Yaani kwa sababu tunapokaa na wewe unasema wewe uko hivi, lakini ndani mwako tunapoketi pamoja naona qualities, gifting yenye Bwana amekujalia. Kwa hivyo unapokundua hivyo, unastahili pia kubalilia, unastahili pia kuendelea kukomaa katika huo mwito ambao Mungu amekupea. Lakini unasema fulani ni apostle, hata mimi apostle. Hapana, hiyo itakushinda. Utafika mahali utakwama. Lakini kama umeokoka, umechakaa chini ya mafundisho na umeomba Mungu na Roho wa Mungu mwenyewe amekuelekeza, amekufunulia, utapata mtiririko kwa kitu kwa mwito ambao Bwana ameweka ndani mwako. Kama ni mtume, unapofanya kazi kuna mambo ambayo yanadhihirika wazi bila kulazimisha, bila yani kupembeleza eti sasa kama mimi ni apostle nataka miujiza na ishara zitendeke. Kama uko katika uwanja, unakuta kwamba unapohubiri watu wanaokoka, watu wanapona, watu wanafunguliwa. Labda ana mwito sasa wa utumishi wa mtume, ama ni mwinjilisti, unafika mahali unapoanza kuhubiri unakemea watu, lakini una namna ya kuweza kuwaonyesha mtu unamkemea anaona dhambi yake na anarudi kufanya nini, kutubu na kuokoka. Hiyo ni mwinjilisti. Inaenda hivyo. Kuna jambo kubwa ambalo vijana wengi huwa wanazungumza. Ukiketi nao wanazungumza, there's a very big issue here. How do you deal with a youth who is more educated than you? Because they are smart than you. This inferiority complex among the pastors and even parents. Nasema kwamba mtoto huyu amesoma kuniliko, how am I going to address or even advise him or her? Mimi kama mchungaji, na nitakupa mfano tu. Nilikuwa katika kanisa moja, kuna mchungaji mmoja, yeye hajaenda shule, lakini aliogopa kunena neno la Mungu mbele ya kanisa kwa sababu kulikuwa na wale wasomi wako pale. Aliogopa. Nataka kusema ya kwamba mtu asome ana PhD ana majina yote ya titles yenye mnaweza kutaja. Anapokuja chini ya kanisani, yule mchungaji ulio mahali pale, shule yako ni neema ambayo Mungu ameweka ndani mwako.
Mungu atakupa kibali na ujumbe wa wakati kwa ajili ya huyo mtu, kwa ajili ya hiyo congregation. Hautahubiri kwa sababu natafuta terminology mzito ili convince ama challenge this learned guys. No. Utaleta ujumbe ambao Mungu amekupa, na huo ndio ujumbe wa wakati, huo ndio ujumbe wa kuponya, huo ndio ujumbe wa kubadilisha. Maana mtu kama ametenda dhambi, ukiambia mtu atubu dhambi, whether umesoma hujasoma, whether ni graduate, Mungu amekupa neema ya ujumbe ya watu watubu dhambi zao. Kwa nini utaokopa kuambia watu watubu dhambi? Kama umekuja, Mungu amekupa ufunuo wa kuelekeza watu kwa sababu ya toba, kwa sababu ya kutoa. Kwa nini usilete ule ujumbe bila kufikiria, bila kuwaza huyu anamwito, huyu ana masomo gani, huyu ana talanta gani, ana uwezo gani? Unaleta ujumbe wenye Mungu amekupea. Na unapoleta ule ujumbe unakata across wewe mwenyewe na mwenye anasikia. Na ujumbe unapokuja si kwamba utachakua fulani wa kusikia. Wewe mwenye umesoma unaanza kusema after all hiyo si kiwango changu. Wewe ndio unahitaji kusaidika, unahitaji kutubu, unahitaji kukeuka. Lakini wewe kuja kanisani nataka tu lazima vile mimi nimesoma nimepata degree, nataka mhubiri wa degree. Hiyo msimamo kama huo hautaweza kusaidia kiroho. Hapo tumekuja kutafuta mambo ya kiroho. Na mchungaji ana neema kuleta mambo ya kiroho. Tunapoleta mambo ya kiroho, sasa akuje huyo mwenye ameokoka na degree, akuje tupime mambo ya kiroho na mambo ya kiroho yenye niko nayo ambayo Mungu amenipa, na yeye degree yake hiyo it will do nothing. Mambo yake ya degree it will perish, but mambo ya kiroho hiyo it's everlasting. It's everlasting. Yes. Wanasema kuna yale ambayo yanazungumzwa ama wanasema kanisani yamezungumzwa miaka mingi sana. Miaka nenda miaka rudi, lakini hakuna mabadiliko. Wameongea kitu, you will do what, but it's still the same. Nilikuwa Amerika 2016. Wakati nilikuwa kwa mkutano, kuna mchungaji mmoja alitoka Atlanta, Georgia. Alipokuja that conference akatuambia mfano. Alikuwa kanisa, alikuwa amepostiwa in one of the churches. Yes. Akatoka wenye alikuwa akaenda kanisa lingine. Hiyo kanisa wakati alikuwa hapo, Jumapili ya kwanza akahubiri same message. Jumapili ya pili akahubiri same message. Wakasema, huyu mtu kwani amerun short of messages. Yes. Jumapili ya tatu akakuja na same message. Wazee wakaitana wakasema, huyu mchungaji huwa anasahau ama anajua chenye anafanya. Jumapili ya 4 akakuja na same message. Wakasema hapana. Wakamuita kumuuliza. Na akamwambia nitajibu swali hili mbele yenu. Sitaitwa kwa ofisi twende tuongee. Amesema nimehubiri ujumbe huu nikirudia. Lakini wenye nahubiria ni kama wameichukua kawaida. Tangu nianze kuhubiri, what have you changed? Ni nini wewe umebadilisha baada ya kusikia huu ujumbe? Kwa sababu don't be just the hearers of the word, but be the doers of the word. After hearing me preach, what have you done? Now that's the impact. It started from there. Watu wakaanza kufanya nini kubadilika? Maana alipohubiri watu hawatoi. Anakuja kuhubiri matoleo yenye wanatoa ni ile. Lakini alipokuja akawa challenge, wakaona maana umechukua kanisa kama kawaida. Bora mimi nimetoa $5, I'm good. Nimetoa $10, I'm good. Lakini watu wamebarikiwa viwango tofauti. Watu wamebarikiwa hata na mali vitu tofauti. Kwa hivyo mtu anayesema kwamba mahubiri ni yale, yeye amefanya nini kufanya mahubiri yale yawe reality katika maisha mwake? Amekuwa anakuja anasikia tu, anasikianga wanahubiri wanasema, lakini imekuwa kawaida. So it's not creating impact in him. Na yeye once akiitika kuvunjika na kuitikia andiko na kuitikia kubadilika, maisha yake hayatapaki sawa. So yule vijana wanaoendelea kulalamika wakiona kwamba kila kitu ni kawaida, problem si mhubiri, problem si neno, problem si Roho Mtakatifu, ni yeye amekataa kufungua moyo neno la Bwana liingie. Maana ako pale na akili haiko hapo. Ako hapo, ako kwa Facebook, ako kwa Twitter, ako ana chat na watu. Connection yake na neno, impartation is not moving.
kwake, lakini wengine wanabarikiwa. This is a generation that has gone to school, mchungaji. Yes. Na wanasema kwamba they cannot listen to someone who is not successful. Wengi wao wanasema kwamba huyu pastor nakutana naye kila siku hapa anahangaika. What can you tell me? He's not even successful. Yeye mwenyewe kwanza aanze na yeye mwenyewe kabla akuja anieleze chochote. It's happening. In fact, It's true. It's true. Vijana, yes. Na sasa unaona vijana wa msimamo kama huo hana haja na mambo ya kiroho. He's looking for material. But if he's interested in spiritual matters, he will look at the richness of this pastor. Maana anaweza kuwa hana physical, but spiritually is empowered to empower you to get succeed. Mwingine hana mali, lakini is rich. Ana neema ya baraka. Akikufundisha, akupa msingi, wewe unaenda unafanikiwa. Lakini kama una uamuzi ndani mwako tayari umefanya, hawezi kunisaidia, utatoka pale tu hivyo. Na utaenda kwenye unaona kwamba eti huyo pastor amebarikiwa, na utaenda pale because unataka ukue tu pale and you are not connected. Utatoka pale, utatoka tu bado bure. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe kujiandaa, wewe mwenyewe kibinafsi. Usihukumu, usianze kuona yule mchungaji on the way he is, the way he comes, the background he comes from, but see what the Lord has deposited in his life. Ni nini Mungu ameweka ndani mwake? Ni nini Mungu amempea, neema gani iko juu yake? Kuna mchungaji ana pesa lakini amempa neema ya uponyaji. Akikuombea unapona. Akikuombea, tumekuwa tukiombea watu wanafunguliwa. Mapepo vichwa imeenda. Akimuombea anafunguliwa. Na ina yangu mchungaji pia. Katika hali hiyo unakuta kwamba saa zingine Mungu amempa hiyo neema ili watu nyinyi washiriki. Siku moja nikawaambia kwamba I'm waiting for you people to succeed because I've taught you the word. Nimewafundisha neno, nimewaelekeza, nimewaambia cha kufanya, faulu. Mnapo faulu, I'll succeed. When you are blessed, bless me. When you are successful, make me successful. Sasa kama ameenda pale na formed opinion, atatoka pale hataweza kujielewa. Atatoka pale hataweza kufahamu malengo yenye mempeleka mahali pale. Na mchungaji, kuna wale wazazi ambao pia siku zote wanashinda wanaambia watoto wao yule mchungaji amekuepo miaka mingi, lakini ukiona kanisa haliendelei, sema kwamba kule hata usiende. They discourage their kids to go to church. Sema kwamba look for a better church. There are better church. A better church is you. Wewe ndiye kanisa nzuri. Unaanza kuunda kanisa, kanisa ni wewe, na hiyo ni ushirika wa kanisa. Kwa hivyo wewe mwenyewe unaanza kuandaa moyo wako. Ndio nakuta kwamba tunaweza kuwa tumepitia kanisa moja mimi na wewe. Yes. Lakini unakuta kwamba wewe umefanikiwa, mimi sijafanikiwa. Tumekuwa mahali pamoja, wewe umepona, wewe umefunguliwa, wewe umetoka pale, Mungu amekupa neema, umejipata, umeenda mbali, umefanikiwa, lakini mimi niko tu pale pale, nashindwa. Kwa nini mimi sibarikiwi? Uchachiachilia, uchaweza kumheshimu, uchaheshimu mafuta iliyo juu ya mtume, iliyo juu ya mtumishi. Hujaheshimu hayo mafuta yaliyo juu yake. Lakini ukiheshimu anointing ambayo Mungu ameweka huyo mchungaji, your life will never be the same. Lakini wewe unaona huyu mchungaji vile hana gari, siwezi mbariki na pesa. Unaenda kwa choo, unafanya change, unamletea 200. Unapaki na pesa nyingine. You are not honoring the anointing, the prophet that God has given you. Lakini ukimheshimu, ukimwangalia kama mtumishi wa Mungu, Mungu amekubariki, amekutendea, na unakuja na baraka yako ya shukrani ya kweli. Unamwambia Baba, umbali nimefika, ama natoa hii mbegu, niombe ifungue njia zangu kwa roho safi. God will pay for you. Unafikiria pengine baadhi ya wachungaji ambao pengine wananena neno la Mungu kwenye mtandao wamechangia pakubwa sana vijana kupotoka matamshi yao na jinsi ambavyo wananena neno? But some of them, if you listen to them, you cannot go to church. Yala ambao wanazungumza, yes. Kwa sababu ya unajua uamuzi wa mtu ni uamuzi tu. Na
hatuwezi sema kwamba kwa sababu kama mimi niko kwa TV saa hii naongea. Kama haujakubaliana na mimi na huyo mwingine, siende kwa huyo mwingine. Kama haujapenda, some of them use abusive language. Sidio sasa nasema kwa sababu kama hujapenda vile mimi nafanya, siende kwa huyo mwingine. Maana kuna watu wengine, chinzi nimesema, mwito wenye Mungu ametupea, vipawa wenye Mungu ametupa. Sasa zingine unakuta kwamba mtu mwingine lazima akwe rafu. Tuseme kama mwinjilisti. Mwinjilisti hajikupembeleza sana. Atakwambia wewe okoka, wacha dhambi, toka kwa umalaya, fanya nini? Wewe utaona amefanya nini? Amekutukana. Lakini mwenye anaelewa mwinjilisti ataelewa hapana. Yeye he calls a spade a spade. Na anakuambia we condemn this but we don't hate you. We hate the sin that you're doing. Hatukujuki wewe unachukia dhambi unaifanya. So come to Jesus. So unaona kwamba hata kama amenikemea, hajanikemea, ananitakia amani. So unakuta kwamba the way wewe mtu anachukulia, unaweza kaa chini unaona vile huyu anasema, kwa nini alisema haya na matokeo yake ni yapi? Ndio siwezi kutetea eti wachungaji wote labda matamshi inaenda overboard ama interpretation, ama katika hiyo hali unakuta kwamba wengine labda wanaweza kuasika kwa jambo fulani, lakini si wachungaji wote. Si ni kweli? Si wachungaji wote that so abusive yenye wanafanya uchukie. Sasa kama vile mchungaji alisema kwa TV, basi siende kanisa yote, siende kanisa kuelekezwa katika mambo ya roho, utakuwa umefanya mistake. Sema all pastors are the same. All pastors are the same. They are not. Kwa hivyo nataka kukataa kwenda binguni kwa sababu eti mchungaji fulani alikukemea ama alisema jambo na likakukwasa. Enda kwingine. Ni masuala ambayo mchungaji yanafanya ama yanachangia pakubwa sana vijana wengi kukosa imani na kanisa. Then how do we incorporate them? How do we bring them in? Sababu hawa ni vijana ambao wanahitaji kubembelezwa. Vijana hawa wanahitaji kuambiwa ukweli ya kwamba hakuna mbingu ya they are at a stage where they believe they know it all. So there is a way you must use to seduce them, to bring them back. Actually, what we do, we give them an atmosphere for them to grow. We create atmosphere in our fellowships, in our churches, ili wakaweze kujiona they are part of the church family. We give them atmosphere ili wakaweze kupractice their gifting yenye Mungu amewapa. We give them atmosphere ili katika ile nafasi umewapea tufuatilie sasa kuwaelekeza. Unajua mmoja ataamuka anasema kwamba mimi naenda mmochari kwenda kuamsha watu wote wenye wamekufa. Nimetoka kuomba, nimefunga, nimeomba na I'm filled by the Holy Spirit, I'm feeling. Ninapoenda naenda mmochari kuamsha watu wote. Lakini akienda pale hakuna mwenye anaamuka, anakuwa nini? Anakuwa discouraged. Anafunjika moyo. Anaanza kuona kwani Mungu anitumii. So hiyo misisimuko zao hizo tunajua vile tunaweza kuwasaidia. Unajua sasa wakikubali kusaidika, they will be powerful ministers. They will be powerful preachers. Kwa sababu unapoenda praying and fasting, sasa zingine unasikia kuna msukumo fulani. Na mambo mengine ndio utasikia msukumo, things can happen. Na mengine una msukumo spiritually, it can lift you to the next level. Na vingine utafanya, they will not happen as you wanted because you are just a human being. And it's just the grace God has put on you kuweza kufanya mambo fulani. Mengine usifanye ili ukajipe utukufu. Unajua unaweza kuona sasa naenda kufanya, ulimwengu itajua nikifufua watatu katika prison katika kule mortuary nitajulikana pote. Yani kama anatafuta sifa. Mungu haendi hivyo. Mungu anataka utafute intimacy na yeye. Na chochote kinatendeka kimpe utukufu. Chochote kinatendeka kiwe ambacho mwanadamu hutachiinua useme bila mimi. Na wengine wao wanasema kwamba you don't involve them when you are making major decisions in churches. Mambo makubwa you don't involve them, lakini madogo mnahusisha sana. Kwa sababu kuna viwango. Maana sisi tuna leadership ya vijana. Kama tuna leadership ya vijana na tumechukua bodi yao, kamati yao,
tumewahusisha. Kama ni executive tumechukua chairman wao na few leaders tumewahusisha huko. So yenye wanaongea hawa definitely itakuwa inawakilisha upande wa kwao. Kwa hivyo lolote linalofanywa wanastahili kuliona kwamba waliowakilisha katika executive pia ni sehemu. Hata hivyo kusema kwamba hawahusishi, siwezi sema ndio ama hapana, inategemea labda ni mambo gani ambayo inashughulikiwa. La pili, kuna vijana wako kanisani leo, kama kanisani kwetu hapo nyuma tulikuwa na viongozi wa vijana ambao wote walikuwa university. Sasa wakienda university vijana wanarudi chini. Na wale wenye wako wanasema hapana, wale wa university ndio watakuja wafanye nini, waendelee. Na wale wakiwa kule wanasema mtu msifanye kwa election, mchukue position yetu. So wako kule lakini wako huko. So tukawaita pamoja tukaambia hapana. Ili kazi ya Mungu iendelee. Wewe ukiwa kule university, Mungu amekupeleka pale for a season and for a reason. While you are there, mtumikie Mungu, pokea leadership, fanya yenye unafanya. Wale wenye wako hapa, wenye Mungu amewacha, wako hapa for a reason and for a season. Mungu awatumie kwa ajili ya hii kazi. Na unakuta kwamba wakafika mahali wakaweza kuingiana. Sasa unakuta kwamba kanisa linaendelea. Wale wamekuja wanakuwa senior vijana na hawa wenye wana upcoming vijana. Unakuta kwamba respect hiyo ikaanza kukuwepo. Yeah, so kusema kwamba hawauzishi, sasa zingine wanaweza kuwa na maoni yao ya kuweza kusema hivi. Wengine wao wanasema kwamba they are very creative and some of the decisions you make in churches or in church wanahisi kwamba mambo yangekuwa hivi na sio vile ambavyo mnafanya. Sababu nyinyi mnawachukulia kuwa watoto wadogo sana. Kwa sababu chinzi umesema tu, unajua miaka yenye sasa nimekaa kanisani, mimi nilianza kuhubiri 2000. Nilikuwa ordained 2005. Sasa ni miaka ngapi? There's around 25 years ukianza kuhubiri. Nikianza kuhubiri. Yeah. Yes. So experience niko nayo, nimeona mengi, si kweli? Msisimuko wa vijana wanapokuja ninajua. Na yule wa kusimama anakuja na moto creativeness ako nayo, unaona kila anakuja, lakini unaona for how long? Maana mwingine atakuja na vitu anaweka leo, kesho amebadilika, vinaenda hivi. Mwingine anakuja kwa sababu ya situation tu. Tulipokuwa katika seminar tukisoma watuambia situational ethics. Vitu zinakuja na unadili na hizo zimekuja. Lakini unajua kwamba there is today and tomorrow and future. Chenye wanataka kuanzisha leo, sustainability yake ikoje? So mpaka unaangalia vitu wanaleta zama, tunataka tuanze namna hii, but sustainability unaangalia nje na ndani. Na unajaribu kwa advice, idea yenye imekuja nayo inaweza kuwa pia mzuri, lakini tuijaribu kwa njia hii. Maoni mmesema ni mazuri, lakini waacha tu blend na hii, ili katika kuendelea tukaweze kuona kwamba tunaweza ilea, ili tukiwa na changamoto hivi tunaweza kufanya hili jambo. Unakuta kwamba inakuwa vizuri. Vijana wanakuja wanasema hapana, tunaanzisha crusade. Tunaanza kwenda Tanzania, tunaenda wapi? Ukiuliza sasa sawa, tunataka kuanza maono mazuri, lakini sasa how do you walk the talk? Mmesema hivyo, lakini tunaanzia wapi sasa? Pesa iko wapi? Etienda kwa account. Pasipo kujua account, labda pesa iko imepanga kujenga, labda pesa iko imepanga kwa kitu fulani. Unasema lazimisha washiriki watoe pesa hizi twende mission. Kama hatuendi mission, hatuendi crusade, hatuendi uinjilisti, hatuendi revival, hatuendi mambo kama nini, sisi tunatoka kanisani. Ama wanaanza kuweka condition sasa vile wanataka wafanye. Mpaka unaangalia chenye wanataka, uone changamoto zinakatokea ni zipi. Sababu vijana wa siku hizi mchungaji, ni vijana ambao wanapenda fashion sana. Is there a way, do you think there is a way the youth should dress in church? Ama kanisa ni roho? Kweli jambo kama hilo, Biblia inasema kwamba let us dress modestly. Tufae nguo za kustiri, nguo za heshima. Unapoenda katika umati, katika mbele za Bwana, katika ushirika, tufae mavazi ya kiheshima, mavazi ambayo haitamsababisha mtu aingie katika dhambi, mavazi ambayo itamfanya wewe pia uheshimike na itunze mwili wako, maisha yako, ujana wako,
ikaweze kufanya mtu anapokuona aone utukufu wa Mungu ama aone heshima katika maishani mwako. Lakini sio kufaa. Wengine wasichana huku nje unaona kwamba amevaa akiinama hivi, hii nguo wamebafu hapa, ikiinama hivi sehemu zake zinastahili kuwa zimefichwa, zinakuwa exposed. Inaleta majaribio. Wamevaa nguo ambayo imeslitiwa kutoka nyuma mpaka juu, na tena huko amesliti, huko amesliti. Akiingia kanisani unakuta kwamba inachangia wengine waingie katika dhambi. Na Biblia inasema kwamba yule atakayesababisha watu wengine wakaweze kuingia katika dhambi kwa kuona, kwa kuweza kuwatizama mambo kama hayo, huyo mtu ametenda dhambi na anastahili hata kupikwa mawe katika Agano la Kale. Yes, katika Agano la Kale. Kwa hivyo tufanye mavazi ambayo unayofaa inampa Mungu heshima. Mavazi yale unayofaa inaweza, wengine praise and worship hapo nyuma walikuwa nafaa, unakuta kwamba wamevaa nguo fupi. Haya, mwenye anaenda kwenda kuimba kule kwa madhabahu huko anasema, "Haya twende chini." Wanapoenda kwenda chini, unakuta kwamba mavazi yenyewe tena inateremka, inakuwa mbaya. Inafanya kwamba ibada inakosa hata wewe mchungaji unaona aibu. Haya, sasa unaona aibu kuweza kuwazungumzia. Haya, wengine wanakuja na mavazi kama hayo. Labda katika ibada inapoendelea, neema ya ukombozi inashuka. Si kila siku, lakini neema ya ukombozi inashuka kwa ibada. Mapepo inaangusha mtu, ama mtu anakuwa slain in the spirit, anahitaji kuweza kusaidiwa, deliverance and something like that. Unakuta kwamba huyu mtu ambaye amekuwa slain hasa anakuwa katika hali ambayo si mzuri. Kwa hivyo mavazi lazima yawe heshima. Mavazi lazima both sides, kwa wasichana kwa wavulana. Mavazi lazima yawe mavazi ya kuheshimu, ya kukupa heshima wewe mwili wako. Kuna mmoja akaniambia kwamba ukitafuta mchanga hii sand, na ukitafuta gold, dhahabu, unakuta kwamba dhahabu lazima utafute, uchimbe chini, uchukue muda ukaramike kuipata. Lakini mchanga unaenda tu hapo kwa barabara unapata, unachota. Sasa ukiangalia udhamana wa mchanga na udhamana wa dhahabu iko tofauti, kwa sababu hii kuna karama mingi. Vile vile wasichana wetu, unapotafuta ili mtu akaweze kukupata, wewe ni dhahabu. Usikae kama mchanga. Mwenye yote akipita anaokota tu. Mwenye yote akipita anakufikia tu. Ukafanye maisha yako iwe ya dhamana. Mtu akikuona anawaza, na kama anakaa hivi na ndani anakaaje? Yani aishi kuwaza, aishi kutamani, ambao hawezi kukufikia, mpaka yule mwenye Mungu amekuchakulia atakayoenda extra mile kukuja convince wasasi, kukuja convince jamii, ili akaweze kukufikia. Hiyo ni dhamana utakuwa umepata. Lakini kukua umechi-expose hivyo, mtu akikuona anaona huyu ni mchanga tu, huyu ni kama nikimpea 50 bob, huyu nikimpea chips, nikimpea soda. Huyu already ameonyesha dalili ana tamaa, anataka mapenzi, ama anataka kufanya mambo kama hayo. Kwa hivyo vijana wote naomba kwamba wakaweze kuwa dhahabu katika matamshi, katika mavazi, katika mienendo, katika shughuli zetu zote. Itampa Mungu tukufu. Kuna wale ambao wanazungumza wakisema kwamba in churches pastors always preach about prosperity. Ndio wakati mwingine inakuwa ngumu sana kuamini ama kwenda kanisani. Vijana, why do we always preach about prosperity? Wanataka kusikia gani? We preach about prosperity kama kesho utakuwa na ndege, kesho utakuwa na gari, kesho kutwa utakuwa na pesa nyingi. But you don't preach about salvation. Talk about only prosperity, material things. Na mambo ambayo nimekwambia kwamba ni vijana wengi ambao pia wameenda shule. Sasa wakati ambapo wewe pengine unahubiri kuhusu mafanikio, pia wanakuangalia wanasema kwamba huyu anahubiri mafanikio, lakini yeye hayupo kiwango ambacho pengine anaweza hubiri kuhusu mafanikio. So in churches the youth say you always preach about prosperity because you want to be given something. Unajua yule wa kulalamika huyo hata atoangi. Yule mwenye analalamikia eti pastor anahubiri tu kutoa, kanisa inapenda tu kuongea kuhusu kutoa, hata huyo mtu atoi. Huyo ni wa kulalamika. Na kama ametoa atataka kujua shilingi yangu 10 nilitoa ilienda wapi. Kwa sababu hakuna kanisa eti imeweka tu Januari mpaka Disemba inahubiri tu kutoa. Sijajua hiyo kanisa ni gani. Kwa sababu
kama huyo mchungaji amewezeshwa labda kupitia kwa training, labda neema Mungu amemchalia katika kwa ajili ya hii kazi. Kuhubiri, kutia moyo iko hapo. Kuhubiri wokovu iko hapo. Kuna mambo mengi wanaweza hubiri. Na kutoa ama kwa ajili ya mafanikio inapohubiriwa, labda kuna season. Maana inaweza kuwa kwamba unaandaa watu waendelee kuona kwamba poverty is not their portion. They need to change. Wanahitaji kujua kwamba hawajafungiwa tu vile walitoka maeneo yenye hakuna kazi, hakuna pesa, hakuna ufanisi, hata hawajafanikiwa. Sasa hiyo ni laana wamewekewa. Wanahitaji kusaidiwa kuchange their mind. Lakini si kwamba eti that's the only thing the church can be established kwa ajili ya kuhubiri. Must be complete message, complete gospel, ambayo ianze Genesis mpaka Revelation, ambayo iongelee kutubu, ambayo iongelee eschatology, ambayo iongelee kurudi kwa Yesu, iongelee repentance, iongelee mambo yote haya, iongelee mtu kuweza purity, kuongelea mambo ya mtu akaweze kuwa msafi, mtu akaweze kuwa na intimacy, mtu, kuna mambo mengi wanaweza kuongelea. So labda yule anayesema kwamba eti kanisa inaongelea tu kuhusu prosperity, labda ana formed opinion kwa ajili ya yule mchungaji anahubiri ama kanisa linapohubiri. Na sisi zingine tunakuanga na mpangilio wa mahubiri kwa muda fulani. Maybe imekuwa kwamba mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu tutaongea kuhusu kutoa in different aspects. Labda kujitolea katika viwango fulani. Hata kutoka pale kwenda mahali fulani, labda tunaenda tena category fulani. So kama amekuja labda mwezi wa kwanza na ameusikia kuhusu kutoa sana, na anatoka pale hiyo kanisa inahubirigi tu hiyo, akuje maybe after a period of time atakuta mambo iko tofauti. Kwa hivyo vijana wetu wakuje wakiwa tayari kusikia neno la Mungu. La pili, wajua kwamba we are going away. Tukiwa in leadership, nimesema nimekuwa in preaching for 25 years now. Sitaendelea kuhubiri another 40 years. I'm leaving. Yes. Na sasa if you want to correct something, correct from inside, not from outside. Mimi nilipoingia kanisa mara ya kwanza nilikuwa nasema hii kanisa haina roho, hii kanisa haina nguvu, haina vijana. Wakaniambia, kijana nani? Ni wewe. Wewe paki hapa utafute vijana wengine. Wewe paki hapa uimpati kanisa ikuwe kanisa ya kiroho. No, and that's how we have moved on. So ukiona makosa, kuwa ndani mwake usaidie kubadilisha, sio kuongea from outside. Sio kusema kanisa hii haina upendo. Kuwa ndani uanzishe ule upendo. Kuwa ndani uchochee kile kipawa uko nacho ikaweze kusaidia watu wengine. Sio kutoroke naenda kwingine kwenye iko kule already upako iko. Utaenda kule tena utakuwa hautakuwa sawa. Utatoroka uende kwingine. Kwenye uko pale anzisha chenye unasikia kama ni mwito. Sio kama ni akili yako na elimu yako, hapana. Kama ni mwito Roho wa Mungu amekunenea kuleta transformation, start from where you are. Naona mchungaji, muda unatupa kisogo. Sio kama una jambo moja ama mawili ya kuzungumza. Nataka kusema kwamba tunapenda vijana wetu na nyinyi ni viongozi wa leo na kesho. Kwa hivyo opportunity mnayo, na tutumie opportunity tuko nayo in a positive way. Tuangalie ni nini tutafanya ili miaka inaposonga utasema during my youth niliweza kufanya jambo hili, niliweza kuchangia hapa, niliweza kuhusika hapa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ili unapofika uingie katika uongozi viwango vya juu, uliweza kushikilia viongozi waliokuwepo during that time wakafika mahali fulani. Usitake vyenye vimeundwa already, changia viundwe. Changia maono ya kanisa, changia kanisa. Wewe umesoma sana, changia kupitia kwako, changia vijana wengine wenye wamesoma wakuje. Changia wale wenye wako chini pia wakaweze kukua. Do something ambayo utakapofika kiwango kingine, maana ujana unasonga na unapoisha utakuwa umefanya nini? Utakuwa umetengeneza nini chenye unaweza jifunza kutoka kwako? Vijana usiangalie mambo on a face value, tuangalie in the spiritual realm. Tuangalie nini tunafaidika, ni nini tunaweza kufanya, nini chenye nimesoma nisaidia kanisa langu, community yangu, familia yangu kiroho pia ikaweze kukua. Wengine tunajua kule university wako kanisani, wakikuja huko wako kama mambo zao, ama nyumbani wako kanisani, wakienda university wako ulimwengu yao. Tafadhali be yourself, na ukijua kwamba you are responsible before God, you are responsible to the parents, and you are responsible to the nation. Na chochote unachokifanya kinaweza kuwa cha faida kwako leo na ama kikaweze kukuharibia leo na katika maisha yako yote yanayosalia.
Mungu akubariki, Mungu awatende mema. Unapotaka kunifikia, tunapenda kudili na mambo ya kijamii. Ukiwa na jambo lolote, mashauri, maombezi, mwelekeo, unaweza kunifikia kwa namba 0705 00 1937 0705 00 1937. Mungu akubariki. Asante sana Askofu Muchanga kujiunga nasi katika station zetu za West TV. Na Askofu, nina mambo mengi sana ningetaka sana tuzungumze, lakini najua tutazungumza, vijana wanasema chini ya maji baada ya kutoka hewani. Tutazungumza mawili matatu. Najua kwamba tutajua venye tutajua. Asante mtazamaji kuwa nasi katika West TV Staftahi kuanzia saa 1 asubuhi hadi sasa. Tukutane saa 7 kwa taarifa za West TV. Mimi ni Felix Okubasu. Kuwa na mchana mwema. Amen. Great. West TV, tazama ilivyo.